mnaniona hivi, mimi ni mjane. Na ujana wangu wote huo niko na uchungu. Imagine, yani nilikuja niko na nyumba Kilifi, watu wenye wako chini ya Mng'aro ambaye ni gavana walikuja wakaniomba nyumba. That is March last year. Wakaniambia wanataka kuifanya Mng'aro Foundation. Na sasa unasikia tumetoka kampeni na wameweka Mng'aro Foundation. Sasa unashindwa siasa on top of siasa zingine itaenda wapi? Mimi sikushughulika, maana haja yangu ni biashara. Wacha nipeane nyumba, mimi nipate biashara. Nikawapatia. That is March last year. Wakaniambia wanataka iwe, nikasema itakuwa NGO. Kama ni Mng'aro Foundation iende iwe NGO. Kwa hivyo wanilipe 6 months down the line kama vile inaambiwa. Sasa akaniambia huyo ni PA hapa na hapa. Nikamwambia kama utalipa monthly nitakukubalia wewe usaini kama wewe ndio unafanyia biashara, lakini sitaingiza Mng'aro popote. Alipochukua ile nyumba walinilipa deposit na huo mwezi. Baada ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa hai anasimama na wajane, mpaka saa hii sijaipata shilingi, ni mwaka na kitu. Nikienda na dua ananiambia unajua nini, pia mimi ni single mother najitafutia tu. Imagine mtu anakuambia hivyo, nyumba ikiwa ni yako hajakupatia hata shilingi. Tumeenda mpaka hatujui nyumba yafanyiwa nini. Nyumba haina stima. Nyumba magari ya kaunti yanakuja kinyume yanaingia na kinyume. Sasa hiyo nyumba utasema inafanyiwa biashara gani? Mimi hapa nikija nishiko, pengine kuna mambo mengine yanaendelea pale. Nikija nishiko niambiwa hii nyumba yako inafanyiwa biashara gani? Nitasema ni biashara gani? Sasa hiyo ndio machungu tuko nayo, manake mheshimiwa wa Mtata tunamjua na koti. Tunajua mambo kama haya yote. Akichukua urais hakutakuwa na mambo ya unyanyasaji kama hivi. Manake mpaka saa hii nalia, sijui nishike nani, sijui niashirie nani, kwa sababu hapo ndio na mimi napata nini yangu unga watoto wangu wasomee. Nikitoka hapo hivyo kotini pale corruption ni nyingi. Ukipeleka kesi kotini, iwe kwanza umeshika mtu ambaye anazo na ni yeye amekunyanyasa, hiyo kesi itakuwa file application paka sijui Yesu arudi ama Muhammad. Sasa mimi hapo kotini niko na case 2010 ambaye nimenyanyaswa. Wengi wako hapa wanajua. Nilikuwa niko na baa ilikuwa imesimamiwa na mzee mmoja anaitwa Osoro. Yeye ile nyumba ni ya mjane, na yule mjane ndiye alinipa nyumba nifanyie biashara. Alipata nguvu ya kuja kupomoa, akaelekeza maji direct to my pub. Siku moja tulienda tukakuta swimming pool, ambaye swimming pool watu hawezi ingia. Ikaporomoka, ilikuwa Kiswahili siri. Ilipoporomoka ikagonga watu, wakashubuliwa vichwa, nikapelekwa police station. I'm talking about 2010. Tukaenda pale. Tulipoenda huko nikamwambia mimi kwetu, mimi ni mtu wa mlima, sijaiona Kiswahili siri, hatujui ni nini. Sasa nilipomwambia unaweza nitekelezea nyumba ndio niweze kuendelea na biashara, ama uniambie tukate kwenye rent. Nilipelekwa kwa auctioneer. Nilikuja kukuta auctioneer mlangoni ati wananishow. Hiyo ni direct kujitetea kwenda kotini. Sasa hapo ndio hiyo naambia kesi yangu iko kotini kutoka 2010 mpaka leo haijaamuliwa. Hii kesi ilienda mpaka ikaenda kwa Nairobi. Ikashika mpaka jaji kamtoa nje. Ikashika mpaka magistrate wakatolewa. Court clerk wakatolewa. Kutolewa haya ni kumelilaksiwa sasa. Kidogo nikasikia haya yule jaji yuko Mariakani, asharudi kazini. Sasa unashindwa hao watu wenye nini huku wako chini watatetewa na ni sisi wengi. Kwa hivyo hatutakuwa tukipiga kula tu.
na huku baada ya kuna tunakaa hivi, hakuna chakula, hakuna education, hakuna mambo na health wise. Sasa tunataka mtu kama Mheshimiwa Omtata, tunamjua vizuri, that's why we are here, and we have a confidence in the man, and wakiwa na anaitwa Khalid, tunawapenda sana, maana wakisimama wako kama jichopefu, lakini naye alimezwa. Lakini sasa tunaomba Omtata asimezwe. Jamani, mkienda mwambie tulikuwa tuwajue yuko hapa, asimezwe na yoyote yule, asimame na miguu yake, na asimamie raia hivyo, anasimamia apiganie raia hivyo hivyo, sio huku duniani atalipwa, hata mbinguni atalipwa sasa hivi.